Unamfalisha nani njani kama hapo tukongelee nyumbani mambo. Sawa, mwanangu. Zote kama mlivyomsikia. Uweze kumwaishi mjini haraka. Sawa. Sawa. Washeni bwana Manyasi. Naam shehe. Mimi ningekuomba tu kwa sasa uchukue jukumu hili kutafuta usafiri ili tumwaishe mgonjwa mjini. Sawa, hapa tuweze kutoka wote. Sawa. Au usemaje ndugu yangu? Angefuatana tu na shemeji yake maana akilizania mzigo mwenyewe. Mwache tu aende. Sawa. Ili abakie huyu mako inawezekana itokeze halo lingine atatumika huyu. Sawa. Washemeji. Naomba ufanye hivi. Sawa. Uchangamke tu sawa. Sawa. Sasa kipindi hicho tunasubiri usafiri. Ni kwamba tutaka shemeji kama ndani mgonjwa pia na kile cha kubeba baadaye gari kija tu kufanya safari. Sawa shehe. Umesikia safari? Usinyongee. Na wewe ndo unakonda. Sawa. Usijali ya kawaida. Wewe kama kuna kanda na maana msafara unakuwa. Sawa. Wewe malengo yako nini ndugu yangu? Kwanza brother, unajua kama mimi msanii au? Msanii? Ndio, unajua kama mimi msanii naimba singeli nini? Ndugu yangu ushapotea. Sana potea. Ndugu yangu ushapotea. Unaona mimi hapo mimi. Yaani nishakuwa msanii zamani hapo. Leo nilikuwa napenda sana kuimba. Yaani nilikuwa sipendi kitu chochote kutaja kuona ya kupenda na kuimba. Hasa wewe ndugu yangu unapotea. Mungu kwamba ni bro. Anajua vitu mimi nipanga mimi hata sikuelewi. Tu maana hapa naona tunaongea pombe tu. Wewe kama mtu hauna michongo jicholeshe ndani hapa na kula vitu vyangu hapa. Mimi nataka nisikilize ngoma hapa, nitoe verse hapa, nijifunze naweza nikatoe huko ngoma nilitoe. Sasa hapo wewe unasema unajua kuimba au sio? Mimi najua kuimba. Wewe unajua kuimba au sio? Ndio. Sasa mimi mwenyewe japo nilikuwa naimba zamani ila verse bado zipo kichwani. Lete ngoma. Mimi nipo tayari. Mimi nakuwekea ngoma. Sasa la kuzimbe pombe hapa. Kwa sababu wewe ndo msanii tunakutegemea. Anza kuimba wewe. Nianze kuimba mimi afu naimba nawe. At least. Baridi. Mimi nakuimbia ngoma zenyewe. Niko makini kufu. Haya. Ush. Hii hapa sauti ya Nambe Class. Sikia. Saka pesa we kijana, saka pesa. Saka pesa we kijana, saka pesa. Na kesho utapata. Na ukipata na utacheza kama taita mwanangu. Kwenda huku, umeenda kule. Umepambana umepigana mile. Nenda huku, umeenda kule. Kwanza ujana sio kukaba, ujana kupambana. Maisha ya sasa nahitaji kupambana. Usipopambana ndugu utapewa lawama. Sio mione? Mione. Mimi ndo ngoma zangu hizo, wewe unakaa tu kichoko. Sikiliza kwa nini nakwambia. Mimi baridi. Wewe. Basi yapo nimelewa ndo kushughulikia. Hasa tosana na wewe sasa unajua kuimba, lakini sasa wanajua kuimba. Sasa hivi ni wengi ndugu yangu. Sina shida ya mama. Kusikiliza mambo ya kufikia hospitali.
yani upande huo ile chagua huo, yani kusoboa ni ngumu sana, kwa sababu hapo unatumia akili za watu ili wao utoboe. Unaona? Ingelikuwa kama kulima, ningesema mlima eka 10 ukipata mbaazi, hata kama mwingine kalima eka 10 utapata mbaazi, wote mtapata hela sawa. Sasa wewe kuimba ndugu yangu, kazi ngumu sana. Sasa mimi nataka nakuonyesha show. Rudisha beat. Mimi nakurudishia beat na uimbe kama mimi. Rudisha beat. Uimbe. Okay. Wananiita Mr. Tenende. Oya he. Kanyaga twende. Okay, mapigo ya moyo mwenzako naenda. Nikikuwaza wewe kinabaki tukili. Nahisi majirani wamenishika masiki. Maana kuondoka wewe hiyo ndo furaha yao. Sawa, ni bado naishi. Levo yangu nyama na kwa mifuka kama pisi. Aya he, mapenzi yetu ya kumbuki. Ina maana ndo basi tena umenichiti. Blaza, kumbe unajua kuimba. Asa wewe utatoka kwa mpango gani? Mimi sasa ni mamua nielewe tu ni joy na mashangu. Oh, utatoka kwa mpango gani nakuuliza? Muziki. Nataka kama dogo Elisha vile, si unajua? Ndugu yangu. Toe tutafute familia. Tuweze kuendelea familia zetu. Tuweze kutulia na maisha yetu. Hayo maisha hayana mpango na natusaidie ndugu yangu. Twende shamba. Nikwambie kitu blaza. Yaani kwenye maisha sasa mimi sifikiri kabisa kuoa. Yaani mimi kuoa bado sifikiri. Wewe unasema? Yaani mimi kuoa bado sifikiri blaza. Yaani mimi hapo leo niambie blaza utoka huko labda ndugu yangu na biti jipe nimeipata ndo kinigee mimi hapa ndo. Ila kikubwa zaidi. Ninachofurahi. Mimi ninafurahi na mengi ujue wewe. Unaona? Yaani ninachofurahi zaidi. Ndugu wangu champion. Ende Kasho. Sio unanipata? Umeelewa? Mambo yanaenda kukaa sawa. Dada yangu, sisi tumefika hapa tumekuja kukuona. Tumekuja kuona baada ya msiba wa shemeji tulikosa kuhudhuria kwenye mazishi. Ila tu kama unavyojua dada yangu, sisi pia tunaishi nyumbani sana. Na hata hivyo ile tukio tulisikia kabla hata yani wakati wa mahata tulikuwa tunaisikia, lakini tulikuwa tunashindwa kuja kutokana na kule sema kwa jukumu lilikuwa mtubana sana. Pia nyumbani. Huku tulihitaji kufike na Fadha naye pale nimempitia pale kwa hali yake naye sio mzuri. Ndio naye hapo kuja kuona dada yangu. Ndio kuja kwa dada yangu. Asante mdogo wangu, mimi nishapoa. Naomba tu tusameane mdogo wangu. Yaliyopita amepita. Hiyo yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Yeye ndo alimpenda zaidi, haina jinsi tena.
tuliza moyo, piga moyo ukonde. Asante dada, ila mume wangu hata hajakuwa kwa muda mrefu, yaani ilianza tu homa kidogo tu shamba. Mama usilie mama. Mama jikaze mama wangu. Dada yangu, Mama usilie. sisi ni binadamu. Na kama unavyojua hapa si duniani tunapita ni kusafiri, kwani tunapita. Kwa hiyo dada yangu, wewe usiumie sana kuhusu hicho kile ambacho kilitokea. Kuna wengine yamewatokea huko nyuma. Ila mimi nachokuomba dada yangu, wewe tulia tu. Piga moyo konde, angalia tu maisha yako sasa hivi ya mbele. Alafu unavyolia kama hivyo, hata sisi tunatuliza. Na kweli unatuliza kweli mdogo wangu. Naomba tu nyamaza. Kama kupita ashapita, tuangalie na mengine tutasaidiana. Sio kama uko peke yako. Sawa dada, asante. Waangalie vijana wako sasa hivi wakubwa hao. Sasa hivi kaa, angalia tu maisha yako, mengine maisha yaende. Sawa. Maana unavolia kwa mtoto huyo ni mkubwa. Wewe unavolia na huyo atakuwa na akikuangalia wewe unaposhusha mchozi na huyo naye atakuwa analia. Kwa hiyo mimi naomba tu mdogo wangu nyamaza. Sawa dada, nimekuelewa. Na nyamaza mdogo wangu, usilie. Mama usilie. Habari yako shemeji yangu? Safi kwema tu. Amani kabisa, habari za hapa nyumbani? Safi. Hebu niambie watoto wanaendelea? Watoto wa jambo na mshukuru. Shukuru. Shemeji yangu, nimekuwa mtu hadimu kidogo hapa siku 3 hizi kwetu. Kwa kuwa mimi mtoto wa kiume ni kweli nilikuwa na hata tu nataka fursa kutafuta riziki lazima nizifanye. Kwa hiyo nirudi jana nilikuwa hata leo nije lazima. Lakini pia sijaja katika miongoni mwa kuja tu kusalimia. Kuna mambo hapa nimekuja nayo nataka nifanye. Mambo gani yanikunyesheni? Ni ya kawaida sana. Tena basi kwa wewe inahitaji uwe makini kusikiliza. Shemeji yangu, yani ni bora nikwambie tu ukweli kuliko nafika hapa nasalimia naondoka naongea mafumbo na kuwa ni kitu ambacho akipendezi kiukweli. Hadi wakati mimi nikuelekeze tu, mimi nikupenda. Na nimekaa kwa muda mrefu kufikiria hili jambo, nimeona bora nikwambie kwa sababu hapa nyumbani sasa pamekuwa wewe na watoto na wewe. Nimeona ni bora nitumie fursa hii kuja kukuelekeza ukweli juu ya namna mapenzi yangu namna yalivyo kwako. Mimi nakupenda shemeji yangu. Tena basi mimi napenda ndoa kabisa ukae hapa nyumbani kuishi na hao watoto. Hey. Makubwa wewe. Wewe shemu kuongea hivyo. Yaani mume wangu kafariki juzi tu hapo analeta maneno hayo kweli? Haiwezekani. Siwezi kitu kama hicho. Niache tu. Sawa. Tunapokuja tunaongelea kuhusu mahusiano, mimi nikuombe tu, yaani tusikumbushane vitu ambavyo vimepita. Ngoja mume wako mimi ni kakaangu, tambua hivyo. Lakini pia kwa kumwezi mume wako na kumwezi kakaangu mimi, na ndio maana mimi nimefika kwa miguu yote miwili kuja kukuelekeza uendelee kubaki hapo kwa amani, lakini pia ukiwa na mimi usikumbushe tena vitu ambavyo vimepita shemeji yangu. Mimi nikupenda. Kiukweli tu mimi sitaki. Yaani sipendi kabisa niache na familia yangu. Wewe hapa utafika watoto wako hapo tu. Basi ndio hivyo. Ila kuwa pamoja mimi na wewe haiwezekani. Shemeji, unaposema ni kuache wewe na familia yako, hiyo familia ambayo unaiongelea pamoja na familia yangu mimi. Lakini pia ile ambayo nimekuja nalo kwako, sio jambo geni na sio baya. Mimi nahitaji niwe hapa pamoja na wewe. Kiangalia wote familia hiyo ambayo unaiongelea wewe, shemeji yangu. Naomba unikubalie. Sawa. Tambua kuwa wewe ndo mwanga wa familia hii, lakini pia nitakapokuwepo mimi, basi mimi nitakuwa ndo muongozaji wa familia hii. Shemu, unasikia tunapokaa hapa tunabadilishana mawazo kama hivi. Kubadilishana mawazo kupo tu. Wewe wenyewe unakaa hapa mpaka jirani. Kwa hiyo unapojisikia asubuhi unakuja familia yako unaikuta unaisalimia, basi ndio hivyo unatusalimia. Hivyo yani. Ila kuwa pamoja mimi na wewe haiwezekani. Shemeji yangu, sitamke maneno hayo. Naomba unielewe kwa ile ambalo niliokuja nalo. Sawa. Na kama inakuwa ngumu leo basi hata siku nyingine basi tu tunakaa kama hivi tuongee jambo hili. Ushanichanganya kwanza. Hebu niache kwanza. Sitaki kabisa. Basi poa, pole sana kwa hili. Mimi nipate tu tulie kwa sasa. Inshallah Mungu akipenda tutabadilishana mawazo siku nyingine. Sawa? Sawa. Acha tu mimi kuaje. Turudi akina Dubai utanisalimia, sawa? Safari njema. Kweli. Dadangu,
mimi nimekuita, mimi nafikiri unakumbuka kama keshukutwa kikao cha kugawanya zile mali za marehemu. Ndio. Sasa nimeona sio busara kama tukutane tu kule kule. Kwa sababu mbona mimi tumeanza bali mpango wote. Mimi nataka uniambie sasa. Dhamira kubwa hapo tufanyeje tukifika keshukutwa pale. Yaani hapa hiyo keshukutwa tukubaliane na jambo hili moja. Tukifika kule tupambanie swala moja. Mali ziuzwe, kila mtu abaki na chake. Yule mwanamke atajijua mwenyewe, sisi sio familia yetu. Na kujadili pale sisi kwanza sasa hivi hizo mali pamoja na watoto tu. Hayo mengine sisi tusitaki kuyajua. Sawa kabisa dadangu. Lakini dadangu, mimi nakuamini wewe kwa siku ya keshukutwa, wewe ndio unakukaza kuonyesha msimamo kabisa kujua jambo hili kwa sababu pale tutakuja wazee pale. Sasa mimi haitakiwi kuonyesha kuonekana ukali sana kungangania jambo hilo kama itakuwa tofauti. Wewe unahitaji ukaze kabisa jambo hilo tuone linafanikiwa. Sawa? Usio wala usijali. Na imani mimi dada yako ananijua vizuri. Nikingangania jambo langu lazima litimie. Kwa kuhusu swala hilo ondoa shaka.